Naitwa Mwavita Kasim. Ndio. Ni mzaliwa wa Mwanza. Changamoto yako kwanza ilikuwa ni nini Mwavita? Changamoto yangu nilisumbuliwa sana na mapepo. Kweli mimi yale mapepo yalikuwa yananisumbua sana. Kuna muda nahisi baridi sana. Kuna muda yani unaumwa sana, kichwa kinagonga sana. Kuna muda mwili unajikuna sana. Mwaka jana mwezi wa 5 kuelekea wa 6 nilikuwa na mimba. Mwezi wa 5 kuelekea wa 6 mwishoni mtoto akafia tumboni. Sikia hiyo. Nikapelekwa hospitalini nikatoka. Nilipotoka nikarudi kwangu. Baadaye hali yangu ikawa haijakaa vizuri, ikabidi nisafiri niende Mwanza. Nimekaa kule nyumbani hivyo hivyo wananitibu, nikapata uafadhali nikarudi kwangu. Toka hiyo mwaka jana mwezi wa 6 sikuwahi kuona siku zangu. Toka mwezi wa jana mwezi wa toka tu nitoka hospitalini. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba huyu ni mwanamke lakini wamemfanya kuwa mwanaume. Ndio maana yake. Ndio tafsiri yake. Dada akaniambia, kaza, fuatilia maombi. Kama kuna uwezekano mume wako akuruhusu, twende kwenye maombi. Nikamwambia ba fulani, akasema kwa hiyo nataka nini? Mimi nataka niende kwenye maombi. Akafanya, akaniombea. Maana unaona hali yangu ilivyo. Sioni siku zangu, nipo tu. Akasema sawa, kwa hiyo utaenda na nani? Nikamwambia nitaenda na dada. Akasema sawa utaenda. Kweli nilikuja hapa Ijumaa wiki iliyopita ile. Na ukakuta ibada hamna. Nikakuta ibada hamna, niliwakuta mafundi. Baba tukamkuta yupo. Nilikuja na mama yangu, nikaja na mtoto wa dada. Kweli baba akukatali niombea hiyo Ijumaa. Kweli nikarudi nyumbani hiyo Ijumaa, nimekaa Jumamosi, Jumapili jioni nikaona siku zangu. Wewe. Namshukuru Mungu, nimeona siku zangu. Sasa hivi na mume wangu tunaelewana, tunaishi vizuri. Na umemeremeta? Na mume wangu ameniruhusu niendelee kuja kanisani. Namshukuru Mungu. Mungu akutunze baba, akujalie miaka mingi. Wekelea makofi, wekelea makofi. Sasa